Hayo ndugu zangu watazamaji, leo hii nimekuja kuongelea mada ya video ambayo tuliona ya trend mtandaoni iliyotangazwa na rais wa United States of America Mr. Donald Trump. Video ambayo alitangaza akaiweka kwenye mtandao wake wa kijamii ambayo ilimuonesha Barack Obama na mkewe na sura za nyani. Sasa ile video hususan ndo nataka kuiongelea ile video. Mimi binafsi Barack Obama sikuwa kabisa mfuasi wake, sikumfuata sana Barack Obama kwa sababu Barack Obama pande moja alituangusha. Tutegemea siasa alokuja nayo Barack Obama angefanya kitu cha msingi sana katika bara letu la Afrika, lakini alituangusha, hakufanya chochote kile. Kwa hiyo kwa upande huu binafsi sikumpenda. Lakini sasa tukizungumza sasa mada ambayo Donald Trump video aliyoonyesha kwenye mitandao ya kijamii kwenye X, WhatsApp, wanaitangaza kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye TikTok, mitandao yote inaonyesha video hile ambayo alionyesha kumuonesha Barack Obama kama nyani, sio mwanadamu. Lile hasa ndio linanifanya mimi nije niongelee, kwa sababu video hile aliyomuonesha Barack Obama kama nyani, si kwamba alimuonesha Obama tu, alionyesha ni ujumla ya watu weusi. Ndivyo hivyo wanavyochukulia watu weusi kwamba si binadamu, na hili hasa ndio limenifanya nije nifanye video hii ya haraka ili kuliongelea lile. Sasa inakuwaje mtu kama Donald Trump, mtu ambaye anakuwa ni kama vile anaitwa hapa mkijerumani anamuita kiongozi wa taifa ambaye ni kama vile garante de la nation. Kwa hiyo ni mtu ambaye yeye ndio anasimamia kuongoza taifa la Kimarekani, alafu mtu mzima mwenye akili timamu aweke video hile mtandaoni ambayo inaonekana katika mitandao yote ya kijamii, social media zote za dunia nzima, Ganzeveld wanaziona. Sinakuwaje rais mzima kama yule haoneshi video kama hile? Ni hili hasa ndio mimi nataka kuongelea, na ndio maana nazungumzia kwamba watu weusi, ili tuweze kuwa na heshima, hatuwezi watu mkasamini wazungu, watu weupe mkawaona kama ni watu wa hali ya juu kuliko nyinyi, kwa sababu zaidi unavyomsamini mtu na kumpa thamani, na ndivyo mtu atazidi kukudharau na kukunyanyapaa. Sasa basi ni lipi la kufanyika ili tuweze kuamka, tutoke katika zile akili tulizowekwa kichwani, kujiona kwamba mtu mweusi ni mtu ambaye hana thamani, ni mtu ambaye ni mtu ambaye unaweza kumfanya chochote utakachomfanyia, tatii, kazi yake ni kutii tu. Hali hii ndio hali ambayo inatakiwa tutoke katika hali hii, ujinga huu tuliowekwa, tutoke katika ujinga huu. Mimi niongelee jambo moja ambalo labda wengi hatulifahamu. Katika enzi za utumwa zile, nini aliofanywa mtu mweusi? Ukienda bara la Marekani mathalan, walikuwa Marekani enzi zile walikuwa wanapeleka watumwa wale kule, walifikia hatua walikuwa na waua watu weusi, alafu ngozi ya mtu mweusi wanaitengenezea viatu. Haya ninayoongea si kwamba nayaunda, na ushahidi hupo, haya ninayoongea. Unaona bana? Sasa na hapa Europe pia alifanyika haya. Na tukienda miji kama vile ya Asia sasa, Arabuni kule, miji ya Waarabu, jinsi waliowafanyia watu weusi kule, sasa ndo ilikuwa ni kiama. Basi ni kiama, watufanyia unyama wa zaidi ya unyama sasa. Lakini sasa zaidi haya yote, kitu gani tunachukiwa na mtu mweusi? Bado tunazidi kuwachukua watu weupe kama vile watu wa hadhi ya juu, tunawapa thamani bila hata yani hajafanya lolote wala chochote, moja kwa moja namchukua na kumthamini na kumwona kwamba ni mtu wa hali ya juu sana. Hichi ndo sorry, kumradhi. Hicho hasa ndio mimi nakuja kuongelea, na ndio maana nikasema kwamba nitafungua channel yangu ya mwamko wa kizalendo. Lazima watu tuamke, tujitambue na kuona kwamba mtu mweupe si mwanadamu, kwamba ni yeye ni mtu wa ajabu sana, extraterrestrial, ambaye ni mtu ametokea mbinguni au ana hadhi ya juu kuhusu mtu mweupe, kuhusu mtu mweusi. Hicho kitu hakipo. Sisi wote ni binadamu, tumeumbwa na Mwenyezi Mungu na kuna mbora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko mwingine, bali mtenda mema. Na tuna kasumba sisi, kwa sababu watu weusi, kasumba tulionayo ni kwamba tunapokuja kufunzwa mambo na wengine wageni, tunashikilia yale mambo zaidi kuliko watu wale wenyewe waliokuja kutufunza. Mathalan, tukitazama kidogo upande wa dini, wa Kristo au Waislamu, utakuta kwamba Wakristo weusi tumeushika Ukristo kuzidi wazungu waliokuja kutuzidi Ukristo wenyewe, kutufunza Ukristo wenyewe. Na upande wa Waislamu, sisi Waislamu tumeushika Uislamu zaidi kuliko zaidi ya Waarabu waliokuja kutufunza Uislamu wao wenyewe. Lakini sasa ukija katika miji hii,
ya Europe au Marekani, unakuja unagundua mambo mengine, unagundua mambo mengine, kwa sababu ukiwa wewe ni Mkristo mfano mweusi, ukiwa na Mkristo mweusi na uwe na mzungu pale ambaye ni mzungu Mkristo mweupe. Sasa yule mzungu akiwa na ndugu yake pale ambaye si Mkristo wala ni kafiri tu, hana imani yoyote, na wewe ambaye ni ndugu yake, na wewe ambaye kiimani mko imani moja Mkristo, lakini wewe ni mweusi, hawezi akakooperate na wewe kwa kuwa tu mna imani moja, atakooperate na ndugu yake mweupe, kwa sababu ndo ngozi yake na kwake zimeendana vile. Hiyo ndo falsafa ya walionayo. Vile vile kwa upande wa sisi, kwa upande wa Uislamu unapokuwa mtu ni Muislamu, sisi tunafunza wal muslimin, ina maana Muislamu ndugu yake Muislamu, au Muislamu mcha Mungu ndugu yake mcha Mungu, anamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukija na wewe unakuja sasa na hiyo imani kiasi kwamba ukiwa na Mwarabu sasa, huku ukikutana na Mwarabu kwa ambaye ni Muislamu, wewe mweusi unajiweka kwake kwamba huyu ni Mwarabu tu, ni Muislamu mwenzangu. Lakini yule Mwarabu sasa ambao wewe unamchukulia ni Muislamu mwenzako, ni ndugu yako, yule akikutana ndugu yake Mwarabu ambaye hata si Muislamu, ni kafiri, anakooperate, anamchukulia yule ndugu yake Mwarabu kafiri kwamba yule ndo ndugu yake kabisa zaidi ya wewe ambaye una imani naye, una imani moja na yeye, hakuchukulia wewe kama ndugu yake. Sasa hayo ndio mambo ambayo inabidi tuachukulie, tuafikirie zaidi, kwa sababu haiwezekani uwe mwalimu uje ufunze watu mambo ambayo wewe mwenyewe huyafanyi yale mambo. Haiwezekani, huwezi ukafuata mambo ya namna hii. Unapokuwa mwalimu utafunza watu mambo unayofanya. Lazima ufunze mambo watu, kwa sababu wewe ndio kioo cha jamii. Wale wanakufuata, bwana kiongozi wetu ndio huyu, yeye ndio anatufunzaje, anaendaje na sisi. Kwa vile unavyoenda nao vile na wao ndivyo hivyo watakavyokufuata wale msimamo. So huwezi kuwafunza watu namna hii usiku, alafu mchana unafanya mambo namna hii. Mambo hizi na yaweza kaenda namna hii. Hayawezi mambo kaenda namna hii. Lazima ndio katika channel yangu ya msimamo wa kizalendo, mimi na channel ambayo nazitangaza kwenye TikTok, kwenye WhatsApp, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye YouTube. Ya channel hizi ya mambo haya na yaongelea kuhusu mwamko wa kizalendo. Lazima mtu tuamke, muda unakwenda, muda utusubiri, muda unakwenda, muda utusubiri, na sisi badala yake tunazidi kurudi nyuma tu. Ukienda mathalan miji ya Warabuni, kwa nini channel kama hii ya Al Jazeera, channel Al Jazeera haionyeshi mambo yanayotokea miji ya Warabuni? Haionyeshi. Lakini miji ya Warabuni bado kuna utumwa unaotokea katika miji hili. Kwa nini channel Al Jazeera haiongelei yale mambo? Leo kuna jambo ambalo linalotikisa dunia sasa hivi, ambapo tunaona swala hili la Epstein ambalo linatokea Marekani, kutokana na matukio ambayo yalofanywa waliofanya masuala ya pedofili haya, ya udhinifu haya. Swala hili la Epstein limeshavuma sana, ambalo kwamba unakuta mambo anayoyafanya ni mambo ambayo wanayafanya kama binadamu ambao hawana nafsi na haki. Mwanadamu huwezi ukapata haki yako kwa kunyenyekea tu, kila mtu kunyenyekea. Lazima mwanadamu tayari kusimama kupambania haki yako, ndivyo hivyo utaheshimika na utapewa heshima kwa juhudi na jasho nazo zishusha ili kupambania haki yako. Hatuwezi watu tukakubali kwamba mtu mweupe ni mtu mwenye thamani na wewe mtu mweusi ni mtu wa hadhi ya chini. Leo hii tunaona kuna watu, unakuta mtu yuko na ndugu yake, kama nilivyoongea, ndugu yako mweusi, lakini unamwona ndugu yako mweusi si mbora, unakubali kwenda kuchukua mtu ambaye labda ni Mwarabu au ni Mlungu, kwenda kuchukulia yule ndo ndugu yake, mambo ndo ndugu yako. Sivyo hivyo, tunakwenda mambo kinyume sana, na si hili hali ambayo watu tutastahili kwenda